Yes. Natumaini wewe ni mzima na uko poa kabisa. So tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii nafasi ambayo ametupa tena. Sifa, heshima na utukufu tunamrudishia yeye peke yake. Karibu sana kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kutazama video yangu. Usiache kusubscribe, like, kushare na comment ili usiweze kupitwa na video zinazokuja. Kwenye video iliyopita tulizungumzia habari ya uzima wa milele. Definition ya uzima wa milele. Tukaangalia kwamba uzima wa milele tukagundua kwamba kuna watu wengi hatuna uzima wa milele. Sasa nasema kumbe tafsiri ya uzima wa milele ukisoma kitabu cha Yohana anasema wakujue wewe Mungu. Nasema uzima wa milele ndio huu, na wakujue wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbe ili uwe na uzima wa milele lazima umjue Mungu wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma, ambaye ni mwanae wa pekee. So sasa leo tunakwenda kuangalia kipengele kidogo ambacho kinasema maarifa ya kumjua Mungu. Maarifa ya kumjua Mungu. Tutaanza na nini maana ya maarifa. So maarifa ni ujuzi au elimu juu ya kitu fulani au jambo fulani. Hii ndio maana ya maarifa. Swala la kumjua Mungu ni swala pana sana, anahitaji maarifa sana ya kimungu. Na swala la kumjua Mungu ni swala binafsi la wewe na mimi, yani wewe binafsi na mimi binafsi yangu kumjua Mungu. So sitosema mimi familia yangu inamjua Mungu basi na mimi ninamjua Mungu. No. Kuna familia ngapi tunaona baba ni mchungaji lakini mtoto kuna kitu. Familia yangu tunaona kaka ameokoka lakini wazazi hivyo hawajaokoka na hawamjui Mungu. Kumbe swala la kumjua Mungu ni swala pana sana na linahitaji maarifa ya kimungu sana. Na ni binafsi ya mtu peke yake mmoja kumjua Mungu. Sasa Mungu anasema na mstari kusoma kwenye Biblia anasema kwa kuwa umeyakataa maarifa yangu nami nimekukataa wewe. Sasa maarifa ni nini? Neno la Mungu. Neno la Mungu ndio Mungu mwenyewe. Kumbe ukisha kuwa unamjua Mungu haikusumbui. Ukisha kuwa unamjua Mungu wewe umeshapata maarifa zaidi na zaidi. Okay. Wewe usiyemjua Mungu tambua ya kwamba naye Mungu hakujui. Sababu amesema ukinikataa, kwa kuwa umeyakataa maarifa yangu nami nitakukataa wewe. Kumbe wewe usiyetaka kumjua Mungu tambua ya kuwa kwamba Mungu naye amesha kukataa, hakutambui. Sababu umeyakataa maarifa yake naye amefanyaje? Amekukataa. Okay. Some kitabu cha Ayubu tuangalie Mungu anasema nini juu ya kumjua yeye. Mungu anasema nini juu ya kumjua yeye? Okay. Soma kitabu cha Ayubu 22:21. Anasema hivi: mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. So kitu cha kwanza ambacho unakipata ukishamjua Mungu, zawadi ya kwanza ambayo anakupatia ni amani. So haijalishi una kitu hauna kitu, lakini unakuwa na amani ndani ya moyo. So ile amani ya kujitengenezea, ya kutafuta wewe sasa ngoja niende sehemu fulani nikapatia amani. No. Unakuwa na amani ya moyo ndani. Kwa sababu gani?
umemjua sana Mungu. Alafu anasema ndivyo mema yatakavyo kujia. Ndivyo mema yatakavyo kujia. Kumbe tukimjua Mungu, cha kwanza tunakuwa na amani, alafu cha pili mema yanatujia. So kumbe swala la kumjua Mungu ni pana sana. Ukisoma Biblia kuna mahali Yesu alisema, ukisoma Hosea 4:6, kuna mahali Yesu alisema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. So kwa nini watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa? Kwa nini sisi tunaangamia kwa kukosa maarifa? Ni kwa sababu hatuna maarifa ya kimungu ambayo yanaweza kutusaidia kuelewa baadhi ya vitu kwenye dunia ambayo ni ya sasa, ulimwengu wa sasa. So tukiwa na maarifa ya kimungu itatusaidia sana kutambua vitu vingi sana ambavyo vinaendelea katika ulimwengu wa sasa. Dunia imebadilika sana. Dunia imebadilika sana na vitu viko high sana. Tunasema dunia imebadilika. Safari hii unaweza kukutana na mtu akawa ni mwema kabisa kwako. Anafanya kila kitu kizuri anakuja, lakini kama hauna maarifa huwezi kutambua ni kitu gani ambacho anakihitaji kwako. Na maarifa hayo ni yapi? Maarifa ya kimungu. Lakini unapata hiyo maarifa, lazima umjue Mungu. Unamjuaje Mungu? Neno. Sasa kumjua Mungu kuna faida nyingi sana. Utapata faida nyingi sana. Cha kwanza ni amani. Cha pili ni ipo mema yatakapojia. So watu wengi leo hii tunaangamia kwa kukosa maarifa, ni kwa sababu bado hatujamjua Mungu. Bado hatujamjua Mungu. So ni maombi yangu jioni ya leo, muda huu saa hii hapa, wewe hapo umjue Mungu. Umjue Mungu. So hata wewe ambaye unatazama video hii hujamjua Mungu, na inawezekana ulikuwa unatamani kumjua Mungu sana, lakini vipo vitu ambavyo vinakufanya usimjue Mungu. So jitahidi sana upambane. Hata kama itakuwa ni kwa ugumu, lakini jitahidi umjue Mungu. So kama hujaokoka, make sure unaokoka. Unamkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Siku ya leo nitaishia hapa. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na comment ili kukutana video inayokuja. So video inayokuja nitaelezea ni namna gani unaweza ukamjua Mungu. Ni njia zipi zitakufanya wewe umjue Mungu. Usiache kusubscribe, like, kushare na comment video hii hapa ili uweze kukutana na video zinazokuja. Mungu akubariki sana. Asante sana. See you next video.